Tumemsikia kijana wetu mmoja akizungumza kwamba Mtume hakuteua mtu yoyote kuwa ni khalifa, akihusisha kwamba Imam Ali hakuteuliwa kuwa ni khalifa na kwamba hakuna dalili kwamba Imam Ali alidai haki yake ya ukhalifa. Katika mada hii fupi ambayo itakuwa na sehemu ya kwanza na sehemu ya pili na labda sehemu ya tatu, nitafanya mukaddima ambao ni utangulizi wa suala hili la Imam Ali kama lilivyoelezwa na ndugu zetu Ahli Sunna wal Jamaa, ambao mimi nawaita watu wa madhehebu ya Saqifa Bani Saida katika suala hili la ukhalifa. Katika karne na karne zilizopita kumekuwa na njama nyingi zilizotengenezwa ama kwa njia ya tafsiri tofu za Qur'an al-Karim ama kwa njia ya zile zinazodaiwa kwamba ni hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, na waandishi wa vitabu vingi taka kujustify, kuhalalisha ile kilichotokea Saqifa Bani Saida wakati wa kuchaguliwa kwa Abu Bakari kuwa ni khalifa baada ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Na baada ya kuona kwamba kikao chenyewe cha Saqifa kilikuwa ni bid'a, kilikuwa ni haramu, kilikuwa hakifai, kilikuwa kiko kinyume na utaratibu ambao Qur'ani na Sunna sahihi imeweka, wakaanza kujustify, kuthibitisha kikao kile, kuhalalisha kikao kile, kutumia hata tafsiri za Qur'ani ambazo ni potofu, kutumia zile zinazodaiwa kuwa ni hadithi ambazo ni maneno tu ya kutungwa, limradi tu zimepalilia na kuhalalisha yale yaliyotokea katika kikao cha Saqifa Bani Saida. Kwa maana yake utakuta Imam Ali amebangazwa au banangwa, akapewa tuhuma nyingi tu katika vitabu vya Ahli Sunna wal Jamaa. Tuhuma ya kwanza iliyopewa Imam Ali ni kwamba Ali alikuwa la yusalli salata al-layl, kwamba alikuwa hasali sala za usiku. Yani ikawa hiyo ni ila kubwa sana, mpaka ikatungiwa tafsiri kwamba bwana Mtume alikwenda kumuamsha Imam Ali na kumuamsha Bibi Fatima alayha salam ili wasali tahajjudi, sala za usiku, na majibu aliopewa na Imam Ali hayakumridhisha bwana Mtume kwa mujibu wa vitabu vya Ahli Sunna wal Jamaa. Hizi ni tuhuma nyingi tu. Moja katika tuhuma ambazo anapewa Imam Ali ni hiyo, kwamba wakamnasibishia kwamba yeye mwenyewe ati kasema maneno haya kwamba ana Ali bin Abi Talib, katika riwaya ambayo imo katika Sahihi al-Bukhari, riwaya ya 1127, kwamba Imam Ali amesema anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallama, kama Mtume taraqahu wa Fatima, aligonga mlango wake yeye na Fatima binti an-Nabi lailata, usiku mmoja. Faqala, Mtume akawaambia Fatima na Ali, ala tusalliyan, mbona hamsali? Faqultu ya Rasulullah, nikamwambia ewe Mtume Mwenyezi Mungu, anfusuna biyadillah, nafsi zetu sisi ziko katika mikono ya Mwenyezi Mungu. Fa idha sha'an yab'athana ba'athana, akitaka kutuamsha basi atatuamsha, tutasali. Mtume jawabu hili la Imam Ali halikumridhisha. Fansarafa hina qulna dhalik, Imam Ali asema Mtume akaondoka tulipojibu hivyo. Walam yarji' ilayya shay'a, akurejesha neno lolote kwangu mimi. Thumma sami'tuhu wa huwa muwalli, kisha alipogeuka nikamsikia yadhribu fakhdhahu, anagonga paja lake, kama vile alichukizwa na jawabu hii aliyopewa na Imam Ali. Wa huwa yaqul, kwa anasoma ile aya iliyoko katika surati al-Kahfi aya 54 inayosema wa kana al-insanu akthara shay'in jadala, na hakika mwanadamu amekuwa ni mwenye mjadala sana, ni mwenye kupenda mijadala, akirifaa akikusudia kwamba Imam Ali ni mtu wa kupenda jidal. Hivi ndivyo vitabu vya Ahli Sunna vinavyomuonesha Imam Ali kwamba alikuwa hasali sala za usiku, na alipokwenda kuamshwa na Mtume alitoa udhuru kwamba yeye ni mja Mwenyezi Mungu, Mungu akitaka atamwamsha kusali, hataki ndio hawezi kuamka akasali. Kwa hivyo unapoona picha kama hii anayopewa Imam Ali, una message fulani hapo kwa watu ambao wana akili timamu. Wanataka kutuambia kwamba Imam Ali alikuwa hajali kusali sala za usiku, na kusali sala za usiku pamoja na kwamba sio faradhi wala wajib, lakini moja katika sifa za watu wema ambao wamesifiwa katika Qur'ani kwamba walikuwa qalila min al-layli ma yahjaun, kidogo katika usiku wao huwa wanalala, au qumil layla illa qalila, anaomba Mtume simama usiku isipokuwa kidogo tu. Na aya nyingine nyingi ambazo zimewasifu Waislamu na waumini wa kawaida tu ambao wanasali sala za usiku. Kwa hivyo Ali anapewa sura hii na Imamu al-Bukhari kuonesha kwamba Ali hakuwa chochote,
lolote, si chochote, alikuwa akijadiliana na mtume na kwamba hakukubali ushauri wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ukiona mtu tayari ameshapewa picha hii ya Imam Ali katika mawazo yake tokea wakati tokea mdogo mpaka amekuwa mkubwa, kitabu kuja kumwambia kwamba Imam Ali alikuwa ni bora kuliko Abubakar na Umar. Sasa katika riwaya nyingine unaambiwa kwamba Imam Ali alikuwa kana yashrabul khamra. Tuhuma nyingine aliyopewa Imam Ali na maulama wa Ahlusunna wal Jamaa kwamba alikuwa akinywa ulevi hata baada ya Uislamu. Haya, sikilize hiyo riwaya ambayo anasema ni maneno sahihi. Anasema Ali bin Abi Talib katika kitabu cha At-Tirmidhi, Sunan At-Tirmidhi, hadithi nambari 3026, katika hadithi ambayo wanaiona ni hasan sahih, au katika sahihi Tirmidhi ya Albani hadithi nambari 1326, asema sanaa lana Abdurrahmani bin Auf ta'ama. Imam Ali asema alitutengenezea chakula Abdurrahman bin Auf, fadaana, akatuita, wasakana min al-khamri, akatukaribisha kunywa ulevi, fa akhadhatil khamru minna, ulevi ukatuchukua, fa hadaratis salatu, lakini sala ikakaribia vile vile wakati wake, faqaddamuni, wakanitanguliza mimi nisalishe. Imam Ali anasema walinitanguliza mimi nisalishe, faqara'tu, nikasoma qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Yani athari ya ulevi ilipompanda Imam Ali akaisoma surati ya ayyuhal kafiruna kinyume kwa kusema qul ya ayyuhal kafirun, sema enyi makafiri, la a'budu ma ta'budun, siabudu mnachokiabudu, wa nahnu na'budu ma ta'budun, na sisi tunaabudu mnachokiabudu. Fa anzalallahu ya ayyuhalladhina amanu, hapo Mwenyezi Mungu akateremsha sura nyingine sasa kusema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la taqrabu salata, msikaribie sala, wa antum sukara, hali ya kuwa mmelewa, hatta ta'lamu ma taqulun, mpaka mjue nini mnachokisema. Kwa hivyo wanachotaka kutuambia maulama wa Ahlusunna wal Jamaa kwamba Imam Ali alilewa na alisalisha watu wakawa wamelewa. Kwa hivyo aya ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, msikaribie swala hali ya kuwa mmelewa mpaka mjue mnachokisema, literemsha kwa shani ya nani? Imam Ali alayhi salam. Kwa mtu ambaye tangu udogo wake anaanza kupewa habari hizi, kwa hivyo lazima awe na dharau juu ya Imam Ali, na hata akiambiwa kwamba ukhalifa unamstahikia yeye, atakuwa ni tabu, kwa sababu tayari ameshapewa matango pori kama haya tangu akiwa mdogo. Na tunaendelea. Je, Imam Ali alidai haki yake ya ukhalifa iliyochukuliwa au hakudai? Jawabu kwamba alidai. Kienda katika kitabu cha Najul Balagha na kwenye hotuba nambari 2 kurasa wa 55 utakuta Imam anawazungumzia Ahlul Bait alayhim salam. Anasema kuhusu wanafiki kwanza, zara'ul fujura, kwamba wao ndio waliopanda maovu, wasaqauhu alghurura, uovu ukatiliwa maji ya ghurur. Ghururi manake ni matamanio na utashi maalum wa kupenda dunia. Kwa hivyo ndio iliokuwa maji ya fujur, ya uovu huo, asulia yale yaliyofanyika katika baada ya kufa kwa mtume. Wa hasadu sabur wa hasadu subura, wakavuna subur, tatizo na uasi. Kisha anaogeukia anawazungumzia Ahlul Bait alayhim salam, na hapa ndiyo mahali shahid. Anasema la yuqasu bi ali Muhammadin min hadhihi al-umma ahadun, hakuna yeyote anayeweza kulinganishwa na kizazi cha mtukufu mtume sallallahu alaihi wasallam. Yoyote katika umma huu hakuna anayeweza kulinganishwa na kizazi cha mtukufu mtume. Wala yusawwa bihim anjarat ni'matuhum alayhi abada, wala hawezi kuwa sawa na yoyote kutokana na neema iliyopita kwao, abadan, haiwezekani yoyote awe ni bora kuliko wao. Kisha Imamu anaendelea kuwasifu Ahlul Bait alayhim salam akisema hum asasuddin, wao ndio asasuddin, msingi wa dini. Naam, bila ya wao hakuna dini. Wa imadul yaqin, na ndio nguzo ya yaqin. Ilaihim yafi'ul ghali wa bihim yalhaqu tali, kwa wao yafi'ul ghali, ndio kila kilicho ghali kinajiweka chini ya kivuli chake. Wa bihim yalhaqu tali, na yote anayetaka kufuata basi anawafuata wao. Walahum khasa'is wa haqqil wilaya, Ahlul Bait wana khasa'is, wana sifa maalum hiyo ya haki ya wilaya, kuwa na haki ya wilaya, uongozi. Wa fihim, na kwa wao Ahlul Bait alayhim salam, alwasiyatu walwiratha. Hii ndio mahali shahid. Wana wasia wa khilafa na wa imam, walwiratha, na wana mirathi ya kumrithi mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo Sheikh wetu
shekhe aliyedai kwamba Imam Ali hakudai haki yake wala hakudai haki ya Ahlul Bait kwenye mirathi ya ukhalifa, mirathi ya uimamu, au hakudai uongozi, nadhani amekosea pakubwa. Kisha imamu akamalizia kwa kusema al-an idh raja'a al-haqqu ila ahlihi, yani aliyasema haya baada ya kuuawa kwa Uthman bin Affan. Akasema sasa kwa kuwa haki imerudi kwa watu wake alipokuwa yeye ndio khalifa, wa nuqila ila muntakalihi, na imechukuliwa haki hiyo kwa mwenyewe, na muntakalihi yani sehemu ya mwenye haki, sehemu ya mwenye kuibeba haki hiyo ya ukhalifa imerejeshwa kwake. Kwa hivyo iliporejeshwa ukhalifa kwake, imamu anadai kwamba hapo ndiyo penyewe na ndio penye haki ya ukhalifa huo. Kwa hivyo hii ni dalili ya kwanza ambayo tunaitoa. Na kwa nini imamu akadai kwamba haki hiyo ilichukuliwa, kaieleza tena katika hotuba nambari 149 ya Nahjul Balagha, hiyo kama tutakavyo kuona inshallah katika kipande kinachokuja. Naam, ama katika hotuba nambari 150 kama ilivyo katika Nahjul Balagha iliyoshereheshwa na Ibn Abi al-Hadid al-Mu'tazili, anasema imamu amesema neno haya Imam Ali alayhi salam, hatta idha qabadha Allah rasulahu ja'a qaumun ala al-a'qab, mpaka pale Mwenyezi Mungu pomuita mtume wake baada ya kumfisha mtume wake, raja'a qaumun ala al-a'qab, watu walirejea kwa visigino vyao, yani watu waliacha dini wakaidharau dini na wengine wakatoka katika dini. Maneno haya ambayo Imam Ali alayhi salam ameyasema katika Nahjul Balagha yanathibitishwa na aya nambari 144 ya surati Ali Imran inayosema, wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum waman yanqalibu ala aqibaihi falan yadhurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin. Onesha kwamba Muhammad hakuwa isipokuwa ni mtume, na mitume kama yeye walikushapita wengi tu kabla yake. Fa in mata, kwa hivyo yeye atakapokufa au kutila au kuuawa, inqalabtum ala aqabikum, mtakwenda menyume kwa visigino vyenu, mtarudi katika ukafiri. Waman yanqalibu ala aqibaihi, kini atakayerudi katika ukafiri, falan yadhurra Allah shay'a, hatamdhuru Mwenyezi Mungu kwa jambo lolote, wasayajizi Allahu shakirin, bali ataendelea kuwalipa wale ambao ni wenye kushukuru, yani wale ambao watabakia katika Uislamu. Aya hii ni katika aya ambazo zilitabiri kutokea kengeuka kwa baadhi ya watu kurudi katika dini zao za asili na kubakia katika ukafiri, na wengine kuendelea na Uislamu. Imam anayazungumza haya katika Nahjul Balagha, anatupa history ya yale yaliyotokea, kisha kwamba imamu hakunyamaza katika kudai haki yake, hakunyamaza kutuhadithia yale yaliyotokea baada ya mtukufu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuondoka. Akasema hatta idha qabadha Allahu rasulahu, mpaka pale Mwenyezi Mungu alipomchukua mtume wake, raja'a qaumun ala al-a'qab, watu wakarejea kwa visigino vyao, wakarudi nyuma kwenye imani zao za asili. Wa ghalatuhum as-subulu, maana yake ahlakahum ikhtilafu al-ara wal ahwa, yani wakaangamizwa na rai zao na matamanio yao. Kwa hivyo waghalatuhum as-subulu, wakaangamia katika kufata njia mbalimbali. Subulu jam'u sabil, wattakalu ala alwalaiji, wakategemea hizo alwalaiji ambayo ni jam'u walijatun wa hiya albitanatu yattakhidhuha alinsanu linafsihi, kile kificho au marafiki ambao anao mwanadamu katika nafsi yake. Wako wakategemea alwalaiji, watu ambao ni watu ambao waliopinda kwa Kiswahili chengine, watu ambao waliokuwa si wa kutegemewa. Wawasalu ghaira rahimi, wakakumbatia watu wasiokuwa rahimi, yani rahimi ya mtume, wakakumbatia kizazi kisichokuwa cha mtume, wakakipenda kizazi kisichokuwa cha mtume. Imamu hapa anaashiria namna gani Waislamu walivyokwenda kwa makabila mengine, kina Bani Umayya na Bani Abbasi na watu wengine, wakawaacha rahimi, yani kile kizazi cha mtukufu mtume,
wahajaru sababa alladhi umiru bimawaddatihi, wakaacha ile sababu au ile nasaba walioamrishwa kuwapenda. Imamu hapa anaashiria la as'alukum alayhi ajra illa mawaddata fil qurba, sikuombeni ujira wowote, malipo yote isipokuwa mwapende kizazi changu. Na kwa hivyo aya hii ya surati Ash-Shura, sura ya 42 aya 23 inasema dhalika alladhi yubashshiru Allahu ibadahu, yale au hayo ndio mambo ambayo Mwenyezi Mungu anawabashiria waja wake, alladhina amanu, wale walioamini, wa amilu salihat, na wakatenda matendo mazuri. Qul la as'alukum alayhi ajra, sema kwamba sikuombeni malipo yoyote juu ya ujumbe huu ambao nimekuleteeni, illa almawaddata fil qurba, isipokuwa mapenzi kwa jamaa zangu, kwa kizazi changu. Kisha Mwenyezi Mungu akasema man yaktarifu hasanatan, yoyote atakayeweza kujitafutia mambo mema kwa jambo hilo, nazidu lahu, tutamzidishia, fiha husna, wema, inna Allaha ghafurur shakur, Mwenyezi Mungu ni mwingi wa msamaha na mwingi wa kushukuriwa. Naam, kushukuru. Kwa hivyo Imamu katika maneno yake haya aliyoyazungumza katika kitabu cha Nahjul Balagha, hotuba nambari 150, ila neno analitegemeza na aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, asijakatokezea mtu akasema kwamba haya ni maneno ya ovyo. Si ya ovyo, Imamu anategemeza na Qur'ani yenyewe. Halafu Imamu anasema wanaqalul binaa an rasi asasihi, Imamu anawalaumu wale waliomnyang'anya ukhalifa wake kwa kusema kwamba wanaqalul binaa, kaliondoa jengo, an rasi asasihi, kwenye kutoka kwenye msingi wake, wakalibomoa jengo kwenye msingi wake. Wabanuhu fi ghairi mawdhihi, wakalijenga jengo hilo kwenye sehemu nyingine isiyokuwa sehemu yake. Sasa atokezee shekhe ambaye anasema na akili timamu akadai kwamba Imam Ali hakudai haki yake wala hakulalamika kwa ajili ya haki yake, itamstaajabia sana shekhe huyo. Na rafiki yangu aliyekuja akazungumza haya, nadhani Sheikh Abubakar Ubatika maskosei, Mwenyezi Mungu inshallah amsamehe, lakini Imam Ali alidai haki yake, tena kaidai mara kadhaa, na katika kudai haki yake kama unavyoona hapo anategemeza maneno yake na maneno ya Qur'an al-Karim. Kisha akasema katika hotuba hiyo ambayo nitaiweka ukumbini, asema maadinu kulli khatia, jambo hilo la kuondoa jengo hilo ukalijenga kwenye sehemu isiyokuwa yake, ndiyo maadini ya kila uovu, ndiyo sababu ya kila uovu. Imamu anasema ni uovu kuweka makhalifa wengine wakaachwa ahlul bait alayhim salam. Wa abwabu kulli dharibin fi ghamratin, na ndio milango ya kila mtu ambaye anapotea. Yani kwa ufupi maana yake ni hiyo. Naam, kadmaru fil hayra, wamekwenda katika hira, yani wakawa hawajui wanakwenda wapi wala hawajui wanafanya nini, wamepotea kwa ufupi kama wanasema walifanya hivyo. Wadhalu fi sakaratin, na wamekwenda katika asukr, ulevi, kujua kutokuwa na muamko, ala sunnati min Firaun, kafata sunna ya Firaun. Kwa hivyo Imamu anasema kwamba hawa watu hawa hajaru sababa alladhi umiru biwaddatihi, wakaacha wakaihama ile sababu ambayo waliamrishwa kuipenda, yani ahlul bait. Wanaqalu albinaa an rasi asasihi, wakaliondoa jengo kwenye misingi yake, fabanuhu fi ghairi mawdhihi, wakalijenga katika sehemu isiyokuwa yake. Maadini kulli khatia, hiyo ilikuwa ni sababu ya kila maovu. Sasa Imamu anawarejesha kwenye hadithu Thaqalain ambayo ilisema wazi, bwana Mtume alisema kuambia Waislamu, khalaftu fikum thaqalain, nimekuachieni vitu viwili, kitabu Allah wa itrati ahla baiti, hablani mamdudani minas samaa. Ilikuwa ni kamba mbili ambazo zinatoka mbinguni, na ncha moja kwa mbinguni, ncha moja kwa ardhi. Kisha akasema la yaftariqani hatta yarida alayya alhawd, hivi ili havitofarikiana mpaka vije katika birika langu la maji siku ya kiyama. Kwa hivyo fa'abbara amirul mu'minin an ahli albayt bilafdh as-sabab, Imam Ali alayhi salam aliwazungumza ahli albayt katika neno yake haya kwamba ni sababu ambayo Waislamu waliambiwa waipende na waifate. Kwa hivyo akaihusisha na aya niliyoisoma, qul la as'alukum alayhi ajra illa almawaddata fil qurba, kuonesha kwamba alqurba ni ahlul bait alayhim wassalam. Naam, kwa hivyo kuonesha wazi kwamba hawa watu walifanya kitu kimoja kibaya sana, kama alichokieleza Imam Ali hapo, kusema kwamba watakalu ala alwalaij, walija ni sababu au ni kitegemezi. Sasa Mwenyezi Mungu anaamrisha watu wafanye walija, lakini sio walaiji ambazo ni walaji Firauni na Thamuda na vipote vingine viovu. Kwa hivyo anasema
walam yattakhidhu min duni llahi wala rasulihi wala almu'minina walijatan, kama ilivyo katika surati at-Tauba aya ya 16. Kwa hivyo walija nimesema ni jambo yake inakuwa ni walaij, kuonesha hawa watu walikwenda katika mrengo mwingine wakajenga jengo katika sehemu nyingine isiyokuwa sahihi. Na Imamu anaendelea kusema kwamba admaru fil hira, wakawa katika hira, hawajui waende wapi. Wadhalu fi sakarati, wakawa kama wako katika wamepotea. Ala sunnati ali Firaun, katika sunna za Firaun. Min munqati' ila dunya rakin au mufariqu lid-din mubayin, kama kwamba hayuko katika ulimwengu, yuko katika hali siyo eleweka. Sasa unapokuwa katika ghamra dhalali wal jahl, unakuwa ndio umepotea, kama anavyosema Imam katika hali hiyo. Na maana yake qadmaru fil hayra mara yamuru idha dhahaba waja. Mara manake kwenda na kurudi, hujui na kwenda wapi. Kaannam yasbihuna fil hira kama yasbahu al-insanu fil ma, kama kwamba mtu anaogelea katika maji, yuko pale pale. Naam. Au ukisema dhahala fulan bil fathi au yudhalu ala sunnati min ali Firaun, ay ala tariqati ali Firaun atba'ahu, kama kwamba wanafuata njia za wafuasi wa Firaun, kuonesha kwamba Mwenyezi Mungu anaashiria katika surati Ghafir aya 46 anasema adkhilu ala Firauna ashadda al'adhab, waingizeni wafuasi Firauni katika adhabu kali. Kwa Imam anapozungumza kwamba hawa walifuata sunna ya Firaun, sunna za watu ambao ni madhalim, kuonesha kwamba jambo hilo Imam alilidai kwa lugha kali sana. Tutakuja kuendelea na maneno ya Imam Ali alayhi salam katika hotuba hii ya 150 ya Nahjul Balagha. Nikutakie kila kheri, wassalamu alaykum.